Ninawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa pekee wa yule Mungu mmoja ambaye ni Mungu mmoja ambaye ndiye baba wa Yesu, mwenye nafsi moja. Kwa majina ni Emmanuel Liaru, mmoja kati ya walimu katika kanisa hili la Kibada Matengenezo, lakini pia Njia Salama Ministry. Ama Njia Salama ni Yesu marafiki, ambao tunakuletea habari za Kristo aliye mwana wa Mungu, haswa mwana wa Mungu aliyezaliwa na Baba, ambaye ana mwanzo wa kuwepo kwake siku za milele, na habari hizo anazitoa kwa Baba yake, yeye ambaye hana mwanzo wa kuwepo kwake. Na hizo habari ambazo Yesu anapewa kutuletea ndizo hizo ambazo sisi tunawaletea ninyi. Hivyo basi, kabla ya kwenda kuanza kipindi chetu cha leo, ni waalike wote tuweze kumshukuru Mungu kwa wakati huu, ili tuweze kuanza kwa pamoja. Tuombe. Yehova Mungu mkuu na Baba yetu anayeketi mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema asante kwa sababu umekuwa nasi wakati wote kwenye sabato hii ya leo, na tunapokwenda kuhitimisha vipindi kwa siku ya leo, napozungumza na marafiki zetu, wana na binti zako kupitia mtandao, lakini pia na kanisa hapa, kuwa nami mwanzo hata mwisho, wakaweze kuelewa kwa habari ya kanisa lako na kile ulimpatia nabii aweze kusema. Tumeomba haya nikiamini tutazidi kuwa nasi na kutuelekeza, tufumbuke macho, akili zishtuke. Kumbe kuna haja ya kuchunguza historia ya kanisa letu. Kumbe kuna wakati mambo yalibadilishwa. Kumbe mambo yalivyo leo sivyo yalivyokuwa hapo kabla. Naomba Roho yako ikatueleweshe kwa upole, tukaelewe haya na tuchukue hatua ya kurudisha miguu yetu, yaani akili, katika ukweli wa milele. Naomba hayo nikiamini kwa jina la Yesu Kristo mwanao. Amina. Watu wa Mungu, ninaingia katika hii presentation, lakini ninapokwenda kuanza sasa, nilikuwa nina haya machache kuzungumza. Nabii wa Mungu Ellen Goldwhite alizungumza kwenye kitabu kinaitwa Ellen White Letters 242, paragrafu ya kwanza, hii paragrafu ya 13, toleo la 1903, akizungumza kwa habari ya dini yetu itabadilishwa. Alivyosema dini yetu, alimaanisha nini haswa? Wewe kama ni Mwadventista msabato ambaye umeingia katika imani katika kanisa la Adventista hivi karibuni tu, nikisema karibuni ninajumuisha wote kuanzia wale wa mwaka 1914. Tunaanzia kule kwenda mpaka kesho na kesho kutwa. Ujumbe huu unawahusu. Hivyo wewe kama ni Mwadventista ama si Mwadventista, ila una rafiki Mwadventista msabato, naomba ushiriki linki hii ama mtumie somo hili, na kwa kitendo hicho umemaanisha umempenda sana, maana umehitaji ajifunze historia ya kanisa la Mungu. Kuna mambo ambayo yaliingizwa ndani ya kanisa, nabii anakwenda kuyazungumzia japo kwa ufupi, na huu ni mfululizo tu wa vipindi ambavyo tutakwenda kuangalia historia ya kanisa la Mungu. Kitu ambacho ni kibaya sana kwa Waadventista Sabato wa leo ama wa sasa ni kwamba wamefanana na Wayahudi, kwa maana ya Mungu alituma maonyo kupitia manabii, na mambo yalipotukia hawakujua. Ukweli ni kanisa ama ni kundi la watu ambao walichaguliwa kuwa washikiliaji wa hazina, ambayo hazina hiyo ya ukweli wangeisukuma duniani, tunakubali, lakini hawakufahamu alama za nyakati. Hivyo kijana ambaye anazaliwa Israeli leo akishika Torati inamzungumzia Israeli ni mtu wa Mungu, ni kanisa la Mungu, ni watu wateule, na yeye anauliza Israeli iko wapi leo? Anawaambia hapo hapo ulipo, na yeye anasema kwamba wao ndio kanisa la Mungu. Lakini kama huyo Mwisraeli akichunguza historia nyuma, huyo kijana ambaye anazaliwa pengine pale Tel Aviv leo, ambaye amezaliwa leo, akichunguza historia nyuma, atakuja kufikia wakati ataona ya kwamba Israeli walipewa hazina
ukweli, lakini walimkataa mtoa hazina hiyo ambaye alipewa na Baba, ambaye ni Kristo. Na akifahamu hivyo, akimkubali Yesu, sasa ndo anakuwa Mwisraeli haswa. Sasa Waadventista wa Sabato wengi wameingia katika imani hii kwa sababu wazazi wao, ndugu zao wapo kwenye dini hii, na kwa habari ya historia wanaichunguza na wengine wanafahamu, lakini wanakataa kutii kile nabii amesema, kwa sababu wameshikiliwa na ushabiki wa dini, wameshikiliwa na usisi. Kuna mambo mengi ambayo wameyafanya yameacha historia nyuma, hivyo wanahisi hawana haja ya kubadilika, lakini kwenye akili yao hichi kitu kinasema, ila wao wanakataa kuchukua hatua. Sasa wewe ambaye ni mbatizwa mpya kwenye kanisa la Adventista wa Sabato, kwanza nikwambie, umechagua fungu bora kuwa Mwadventista Msabato. Maana imani yangu pia mimi ni Mwadventista Msabato. Mwadventista Msabato ndio imani yangu. Lakini kwenye hili kanisa la Mungu ambalo umechagua kuingia humo, kuna mambo ambayo yamebadilika, ambayo ukiendana nayo unapotea. Inakuwa hakuna utofauti kwa mtu ambaye si Mwadventista. Hivyo ninakuja kuzungumza kwa maana ya kuna imani ya kanisa la Mungu safi ambayo ilikuwa kabla na ipo mpaka sasa kwa watumishi wa Mungu kadha wa kadha, na makanisa ya Adventista wa Sabato wana matengenezo wa Adventista wa Sabato, watengenezaji wakitunza kweli hizi. Lakini kwa maana ya kanisa la Adventista wa Sabato Association ama mfumo ambao Bwana Kola kwa sasa ndio president, aliyeshikilia nafasi baada ya Teddy Wilson, mfumo huo wa kanisa na mafundisho yaliyomo humo ndani kwa leo yamechanganyikana na yale yasiyo safi. Na mfumo wa kanisa ambao unashikilia kazi kwa ujumla, nabii ameuita 1SM 204.2. Ukisoma yote mpaka mwisho, nabii anasema mfumo huu umejengwa kwenye mchanga. Kuna mfumo wa kwanza ambao anasema usibadilishwe, lakini umekwisha kubadilishwa. Watu hawajui leo, na wameweka imani yao kwenye mfumo wa kazi ambao unazuia injili ya malaika wale watatu isiende mbele. Nabii alisema kubadilisha mfumo ni uasi. Tutakwenda kuona katika nukuu kadha wa kadha ambazo ninakwenda kuziwasilisha hapa kwenu. Hivyo naomba tu umakini, lakini pia ujumbe huu shiriki kwa marafiki zako wapendao, maana ni ujumbe wa wakati, ni ujumbe muhimu na utabarikiwa sana. Basi ninapokwenda sasa kuanza, kwa wewe ambaye haukufahamu kwa habari ya historia ya kanisa la Adventista wa Sabato, katika utangulizi wake tu ama sehemu ya kwanza, ninakualika uende tuanze. Nikualike tu tuanze na kuambia wale wote ambao wameingia katika dini ya Ukristo wanahitaji kujua historia ya kanisa la Kikristo, ili wakiwa kwenye kanisa hilo wasikae kwa hasara, wakae kwa faida. Na hichi kitabu ambacho ninakitambulisha kwako kinaitwa Pambano Kuu, kinaonekana hapo. Hichi kitabu kinaitwa Pambano Kuu. Ni kitabu muhimu sana kufahamu habari ya historia ya kanisa la Kikristo baada ya Kristo kupaa kwenda mbinguni mpaka atakapokuja tena mawinguni. Kuna kipindi cha miaka hapa katikati, miaka 1260, ambacho kanisa la Mungu liliteswa na dunia. Watu waliuliwa, walilazimishwa imani mpya na mafundisho ya ajabu, na wengi wamekuja wamezaliwa kwenye dini mpya, kwenye dini hizo, na wameendeleza kile ambacho wamekikuta, lakini wazazi wao walikipinga hata kwa kifo. Na baadaye baadhi ya machafuko na mafundisho ya ajabu yameingia kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Jambo hili ni jambo la hatari sana. Hivyo ninakualika rafiki yangu tuweze kujifunza pamoja. Japo ni katika utangulizi, naomba uombe kwa Mungu sana somo hili likupatie kitu ambacho Mungu anahitaji kiwe sehemu ya kwanza ya hatua kwenda kwenye kuchunguza haswa imani ulionayo. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki sana. Upo nami Emmanuel Learu. Ninapoanza kipindi hichi, naomba tupeane umakini ili tukaone kile ambacho Mungu anasema kwa habari ya kanisa lake yeye mwenyewe. Fahamu historia ya mahali ulipo. Kitabu cha Yeremia sura ya 6 aya 16, maandiko yanasema hivi: Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu,
mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, hii wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini walisema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Yesu anazungumza kwa habari ya yeyote aliyejiita ni Mkristo ama mfuasi wa Kristo, akachunguze habari ya mapito, akaulize habari za mapito ya zamani, hii wapi njia iliyo njema. Maana binadamu kwa wakati wote na Israeli walikuwa wanapewa maagizo safi na Mwenyezi Mungu, lakini kikipita kipindi cha kizazi fulani, kile kinachokuja mbeleni husahau maagizo na wanajikuta wanaabudu hadi miungu ya wapagani. Na hata Israeli leo, kijana akizaliwa anaweza kabisa akapotea kama hatazingatia kujifunza historia ya kanisa la Mungu. Waone pale ambapo walikata kona na kuingia kwenye vichaka, wakaacha njia ambayo njia hiyo tupo leo sisi kama Israeli wa kiroho. Mungu hana watu muhimu ikiwa hao watu wamekataa kuyashika maandiko matakatifu. Anakupa ardhi, anakupa hekalu, anakupa jina, anakupa mfumo wa kazi, lakini kwa kumkataa Kristo Masihi, mwana wa Mungu wa pekee, anakuacha. Na ndivyo alivyomwacha Israeli. Na kuna mafundisho mengi ya ajabu yameingia kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato ambayo ukiyakubali hayo, wewe ni Myahudi yule yule ambaye yuko pale Mashariki ya Kati leo, unamnyoshia kidole. Jambo la hatari sana. Twende tuone sasa nukuu ambayo tutakwenda kujifunza haswa kuihusu. Kabla ya nukuu hiyo, naomba tuanze kwanza, kabla ya nukuu hiyo, naomba tuanze kusoma hichi ambacho kinapatikana kwenye kitabu kinaitwa Manuscript ya 31 toleo la 1906, lakini pia ni gombo la 3 la Selected Messages, kurasa namba 412, paragrafu ya 2. Maandiko yanasema, nukuu inasema, nimeagizwa kuambia watu wetu, unganeni, unganeni. Swala la kuungana halikuanza leo. Tangu mwaka 1800 watu wa Mungu 44 kuendelea mbele, ule ukweli ulikuwa ukiupokea, ulikuwa unawavuta pamoja. Nabii lakini anaambiwa kipimo ama sababu ya kuungana isiwe ni kuchukuana tu. Anasemaje hapa? Nimeagizwa kuambia watu wetu, unganeni, unganeni, lakini hatupaswi kuungana na wale wanaoiacha imani kwa kuweka usikivu wetu kwa roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Tukiwa na mioyo mizuri na yenye fadhili na ya kweli, tunapaswa kwenda kutangaza ujumbe bila kuwasikiliza wale wanaoongoza njia kutoka katika ukweli. Leo watu wengi hawafahamu kwamba wanaongoza njia kutoka katika ukweli. Ni jambo la hatari sana. Mimi nataka niwaambie marafiki katika Kristo ya kwamba lazima tujibidiishe kufahamu, ikiwa tunaacha njia, ikiwa tunauacha ukweli, basi tuweze kurejea na kuwaelekeza wengine kwa habari ya ukweli huo, ili isiwe tunafanya kazi bure. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na atupatie namna ya pekee kabisa ambayo kwa hiyo tutakuwa ni waaminifu katika maagizo yake. Tukienda mbele hapa, kuna kitabu ambacho unakiona kinaitwa DAR. Kirefu chake ni Daniel and Revelation. Hichi kitabu haukikuti leo kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato kwa wauzaji wa vitabu. Kwanza nataka nikwambie hichi ni kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ushtuke na kuwauliza watu kwa nini ipo hivi. Wewe kama ni Mwadventista Msabato, lazima ushtuke na kuwauliza marafiki zako kwa nini hichi kitabu, na wauzaji wa vitabu kwenye kanisa lako ABC, kwa nini hichi kitabu hakipo. Jambo hili ni jambo la hatari sana na watu wa Mungu wengi hawafahamu. Kitabu hichi kinasema DAR 606.2 kinasema watu wanatakiwa kuchunguza msimamo wao ili kuona ikiwa kwa imani moja au kwa vitendo wana hatia ya uhusiano wowote na jiji hili kubwa la machafuko, na ikiwa ni hivyo wajitenge mara moja. 607.1 nasema
kanisa ambalo limeunganishwa na ulimwengu katika urafiki ni kahaba. Kanisa ambalo limeungana na ulimwengu katika urafiki ni kahaba. Sasa huu ujumbe haukuti kwenye kanisa leo. Ujiulize kwanza, ni kwa nini? Kwa nini ujumbe si ukuti? Utajua kabisa shetani ameanza kufanya kazi yake anaendelea kufanya kazi yake ya ajabu kwenye kanisa la Mungu. Na kwa sababu wewe ni kati ya waaminifu, ninatumai rafiki yangu utazidi kuchunguza na kuona ukweli ambao kwa huu utaweza kufuata na kuokolewa. Hivyo basi, kwa sababu nabii anasema watu wanatakiwa kuchunguza msimamo wao ili kuona ikiwa kwa imani au kwa vitendo wana hatia ya uhusiano wowote na jiji hili kubwa la machafuko. Je, na kuuliza wewe, umeangalia, umechunguza, umeona ya kwamba hauhusiani na hili jiji la machafuko kwa namna iwayo yote, ikiwa ni kwa imani, ikiwa ni kwa vitendo? Nabii anasema wajitenge mara moja. Kujitenga na watu ambao walikuwa wanatunza uongo japo wana jina walilopewa na Mungu, si kujitenga na kanisa. Maana kanisa ni jumla ya watu wenye ukweli kwenye akili zao. Watu wenye ukweli kwenye akili zao, hata kama hawatoitwa jina ambalo Mungu alilitoa. Ndio maana leo hii wewe hauitwi Israeli na unasema ni kanisa la Mungu, na haupo Mashariki ya Kati pale Kanaani, lakini unasema ni kanisa la Mungu. Maana unafikiri ya kwamba una ukweli katika akili unaoutunza, na marafiki ambao wanaungana na wewe ndio kanisa Yesu analolizungumzia. Hivyo Mungu hana kanisa ambalo litaacha ukweli alipende kisa jina, kisa mfumo, kisa wingi wa watu, kisa majengo. Hapana, angefanya hivyo kwa Israeli, na Kristo asingesema nyumba yenu imeachwa hali ya ukiwa, kama ingelikuwa ni hivyo. Tuendelee tuone. Nukuu yetu ya leo ni hii hapo rafiki yangu. 1SM 204.2. Kama una selected messages, hichi kitabu jifunze uone kinasema nini, kuwa nacho. Ellen White Letters ya 242 page ya 13, toleo la mwaka 1903 inasema hivi: dini yetu itabadilishwa. Kama una akili timamu, wewe ni Mwadventista wa Sabato leo, huna haja ya kuwachukia Waadventista wa Sabato wana matengenezo wanaosema ukweli. Huo ni ushabiki wa dini. Mtu akisema ukweli msikilize. Lakini kama unasafiri kwenda mbinguni, maana hata leo watu wengi kwenye makanisa hawasafiri kwenda mbinguni. Wengine wamekuwa waumini kwa sababu wazazi wao wako hapo, wengine ni wenzi wao, wengine ni biashara, ni marafiki, ni ushikaji. Wengine wameingia kwenye makanisa kwa sababu yapo karibu na nyumbani kwao. Sasa kama wewe hutaki kwenda mbinguni, ni kati ya hao, sikulazimishi, relax. Lakini kwa mtu ambaye anahitaji kwenda mbinguni, lazima achunguze imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, ili yale yaliyochomekwa na shetani ayaondoe, ashike imani ya kweli, ndo awe Mwadventista haswa. Ambacho tunakisema sisi ni watu wakimbie uongo. Sio maana kukimbia jengo, si kukimbia imani. Unaweza kuona hapa kuna upagani ambao unaendelea, unahatarisha afya yako wewe, ya familia, ya ndugu jamaa na marafiki, na unapoteza fedha za Mungu, maana unazitoa kusukuma uongo, unaenda mahali ambapo watu wanaweza kufanya kazi ya Mungu. Anasema nabii, dini yetu itabadilishwa. Kanuni za msingi, hichi kitu kinaitwa kanuni za msingi, ni fundamental principles. Ukitaka kujua Waadventista wa Sabato walikuwa wana dini gani, walikuwa wana imani gani, zaidi ya miaka 70 wakimfahamu Mungu wa kweli, mwanaye, roho yake, mafundisho ya ubatizo na mengineyo mengi, tafuta kitabu kinachoitwa Fundamental Principle hichi hapa, na nitakuonyesha vizuri kupitia hizi slides ambazo nakwenda kuzionyesha, maana nimekipiga picha, nimekionyesha hapa. Kinaitwa kanuni za msingi, ambazo ndio hizi nimekuonyesha rafiki yangu. Nabii anasema kanuni za msingi, fundamental principles, ambazo zimedumisha kazi hiyo, anasema kwa miaka 50 iliyopita, zitahesabiwa kuwa makosa. Shirika jipya litaanzishwa. Kabla sijaingia kwenye shirika jipya, anasema hizi ambazo ni ukweli ambao Yesu aliutoa mwenyewe, watahesabu kwamba ni makosa, alafu wataanzisha shirika. Shirika means ni mfumo mpya. Ndo leo utamkuta kijana wa kiume na wa kike wanasikirisha sana. Wao wameenda kwenye kanisa tu kujua ni la Mungu, ni la Mungu, ni la Mungu, ni la Mungu. Shetani ameingia
na bado wanasema ni la Mungu. Wanakwambia huko mlipokwenda kuna mfumo. Na mimi nakujibu, tuna mfumo wa kazi na unasukuma kazi, na kazi ya Mungu inaenda vizuri. Na huu mfumo ni mfumo wa kwanza ambao Mungu alipatia kanisa, sio huu wa pili ambao ni shirika jipya. Maana wengi wapo kwenye mfumo mpya, alafu wanawauliza wale wenye mfumo wa kwanza, mna mfumo? Tuna mfumo, rafiki yangu. Kwa hiyo anazidi kusema, nabii anasema vitabu vya agizo jipya vitaandikwa. Hivyo vitabu vya agizo jipya ni vipi? Unavifahamu? Mfumo wa falsafa wa kiakili utaanzishwa. Huu mfumo ni upi wa kiakili? Anasema waanzilishi wa mfumo huu wataingia mijini na kufanya kazi ya ajabu. Sabato bila shaka itachukuliwa kwa wepesi, kama vile Mungu aliyeiumba watakavyomchukulia. Hakuna kitu kingeruhusiwa kusimama katika njia ya harakati mpya. Rafiki yangu, Nabii Ellen White anasema hivi, kwa habari ya ile imani ya kweli itakapoanza kuharibiwa, hakuna mtu atakayebaki humo ndani aweze kupinga wale watu wa harakati mpya. Nabii kwa lugha nyingine anasema hivi, nikisoma kitabu kinaitwa Pambano Kuu, kinaweza kikakusaidia rafiki yangu kwa kile ambacho nabii anazungumza kwa habari ya kanisa la Mungu. Anasema kitabu ni Pambano Kuu, sura yake ni ya pili, mateso katika karne za kwanza, ambayo kwa Kiingereza ni 45 na 46 page, Kiswahili ni 36. Anasema nabii anasema hivi, kama umoja ungeweza kupatikana tu kwa kuhatarisha ukweli na haki, hebu kuwepo utengano na hata kwa vita. Naomba nikukumbushe, nabii anasema kama umoja ungeweza kununuliwa tu kwa kuhatarisha ukweli na haki. Hichi ndio ukweli. Kama hauamini kwenye hichi kitabu ambacho nakwenda kukizungumza na kuonesha hapa kwenye hii video, wewe umehatarisha ukweli na haki ili uwe na hao watu kwenye kutaniko. Maana uenda umependa kanisa, uenda umependa kwaya, uenda umempenda mkeo au mumeo, baba yako, mama yako, marafiki, lakini umpendi Yesu. Uenda umetafuta kuzikwa. Maana kwenye makanisa leo kuna watu wameangalia watazikwa na wakina nani. Uenda umeenda hapo utafute mwenzi wa maisha, watu wa kusapoti ndoa yako ufanikiwe hivyo, lakini wamekataa ukweli. Sasa ikiwa kuna kitu chochote ambacho kinahatarisha ukweli na haki, nabii anasema pawepo na utengano hata na vita. Na ambacho ningependa kusema kwanza kwa watu wa Mungu, niseme hivi, kanisa la Adventista wa Sabato linapofanya matengenezo sahihi ya kwanza na kuacha upagani wote, Yesu anawaongoza kufikia mafundisho haya safi. Haya hapa kwanza. Baada ya mafundisho haya, nabii anasema adui wa roho amekusudia kuleta ndani, yani kuvuruga huu ukweli ndani ya kanisa, mafundisho ambayo yataharibu ukweli wa kwanza. Soma vizuri nukuu inaitwa 1SM 204.2 ama Selected Messages, bomba la kwanza 204.2. Kitabu hichi kinaelezea kwa kina matengenezo yalivyofanyika, yalizaa kanisa la Mungu lenye kujua ukweli Biblia kama Yesu alivyofunua hivi. Sasa ikitokea baadaye ukibadilisha mafundisho kutoka haya ukaweka mengine, nabii atakwenda kutuambia leo umefanya kosa kubwa sana, na kwa tendo hilo wewe ndio umekuwa mwana matengenezo mharibifu. Naomba nisikilize. Wana matengenezo waliacha upagani, wakaingia ndani ya kanisa, wakapata summary ya ukweli ambao umeelezewa kwa kina kwenye vitabu vingi sana vya roho ya unabii. Wakasema hichi ni kile ambacho Yesu ameongoza, na nabii anasema kimesukuma kazi zaidi ya miaka 50 hichi hapa, na anakibadili amefanya kosa kubwa sana. Sasa kanisa la Adventista wakaingia watu ambao si waaminifu, na zipo nukuu ambazo nabii anasema aliona watu kutoka nje ya kanisa wakiingia ndani ya kanisa wakisema watabadilisha mafundisho yake, na waliingia kuanzia mwaka 1914, japo walianza kabla ya 14, kwenye mwaka 1900, na walianza kujaribu kuleta, sio mwaka huo tu, wakati wote pamekuwa na watu ambao
wanajaribu kuleta mafundisho mapya kwenye kanisa la Waadventista, lakini waaminifu wale watangulizi wa kweli walikuwa wanawazuia hawa waovu na wachungaji waovu na wainjilisti waovu, walikuwa wakiwazuia. Lakini baada ya kile kizazi cha waaminifu, wachungaji wasio wa mshahara, sio kama hawa sasa hivi wa mshahara, wale ambao sio wa mshahara, waaminifu ambao wako tayari kusema ukweli kwa gharama yoyote, walipokufa, kile kizazi chao kilipoondoka, wakabaki wachache, waharibifu wakaingia kwa kasi. Walianza mwaka 1914 kuendelea, walikuwa wanaondoa ukweli na kuwafanya Waadventista wawe wapagani kwenye majengo yao, wawe wapagani kwa jina hilo lao, wawe wapagani kwa vitabu walivyonavyo, na vitabu vingine wamevizuia wala haviprintiwi leo, na wewe pengine hujavipata. Na tukisema huu kweli, Waadventista wale wa kuzaliwa wanawaka moto. Nataka niwaambie, hamwezi kuchana na Yesu akiwaelekeza watu wake juu ya kanisa lake. Hamtaweza kupambana naye. Na wasi, ila kama mna vita, endeleeni kupambana na Yesu. Ila sisi tunasema ukweli peke yake. Maana mmekuwa ni waaminifu kuzungumza makanisa mengine, lakini nyie hamtaki msemwe. Yaani mkuki wa nguruwe. Pole sana. Hivyo kanisa la Mungu sasa, wale waaminifu walipoondoka duniani, wakabaki wachache ambao na wengi hawakuwa katika nafasi za kiutawala, walikuwa wakiandika barua za maonyo juu ya marekebisho ambao walikuwa wakiyafanya. Wanasema mnaharibu ukweli, mnaliondoa kanisa kwenye ukweli wake, mnaliharibu. Na nabii alikwisha kuona, na hapa anaonya, anasema dini yetu itabadilishwa. Bila shaka unajiuliza, kama una akili timamu, dini yetu ambayo haijabadilishwa, hiyo anayoiita yetu mwaka huo, hiyo ambayo anasema imesukuma kazi kwa miaka 50, ni ipi? Ili ulinganisha na hii ambayo ipo leo, uone kabisa kama fundisho hili la tofautiana na hili hapa, unaliacha lile fundisho. Tuendelee tuone. Hivyo marekebisho mengi yalifanyika. Hivyo lazima sisi tubaki katika ukweli ambao Mungu anataka huo ndio uweze kuhubiriwa kwa watu na uweze kuwafikia wengi. Tuendelee na hichi ambacho nabii wa Mungu anakisema hapa. Anakisema tuende kwenye mambo muhimu, ama ni maswali ambayo tunaweza tukayazingatia yakatusaidia kuelewa ukweli. Maswali muhimu ya kujadili kwa akili zenye afya. Yaani kama kwenye kanisa ulimfuata Yesu, nazungumzia hizo ndo akili zenye afya ambazo hazijapofuliwa na vipofu wanaoongoza, zitaweza kuelewa ukweli huu hapa. Swali la kwanza, Nabii Ellen G. White anasema dini yetu itabadilishwa. Je, mwaka 1903 anapoandika nukuu hii hapa, walikuwa wana dini gani? Kama una afya yenye akili. Hichi kitabu ambacho nimekidisplay hapo, nimekionyesha, wao wenyewe waseme kwamba hii dini yao ni ipi. Hiyo sehemu ambayo nimeizungushia boksi ndio inajibu haswa, lakini unaweza ukatizama katika vipengele vingine ama ukasoma tu hiyo paragraph yote, hayo maelezo yote, ukaweza kuelewa nini ambacho inamaanishwa hapo. Wanaandiko wanasema mapendekezo yafuatayo yanaweza kuchukuliwa kama muhtasari wa sifa kuu za imani yao ya kidini. Anasema ambayo juu yake kuna, kama tujuavyo, umoja kamili katika mwili wote wanaamini. Umoja kamili katika mwili wote wanaamini. Hivyo sasa wao wenyewe wanatuambia kwamba dini yao ni kitu gani. Kwa hiyo tukitaka kujua dini yao ni kitu gani, tunaangalia hichi kitu kinaitwa fundamental principle. Wanasema kabisa mapendekezo yafuatayo. Kwa hiyo kujua dini ilikuwa ni ipi, tafuta kitabu kinaitwa fundamental principle kama unataka kwenda mbinguni. Ila kama unataka kuingia kwenye kanisa majengo tu, wewe unaweza kupuuzia ujumbe huu. Anasema muhtasari wa sifa kuu za imani yao ya kidini, ambayo juu yake kuna, kama tujuavyo, umoja kamili katika mwili wote. Hichi ndicho walichokiita dini yetu. Dini yetu. Wao wenyewe wametuambia dini ni nini, dini yao ni nini. Kwa ni jumla mafundisho. Kwa dini ni mafundisho, na actually hicho ndicho ambacho wakati wote kimezungumzwa. Hichi ambacho unakiona sasa kinachofuata hapo ndio hiyo. Tusome kwanza imeandikwaje. Hicho kitabu ambacho nimeweka tiki upande wa kushoto kimeandikwa A Declaration of the Fundamental Principle
taught and practiced by Seventh Day Adventist. Ni tamko la kanuni za msingi zilizofundishwa na kutekelezwa ama kuwa practiced, kuletwa katika vitendo. Zilifundishwa na kutekelezwa na Waadventista wa Sabato. Zaidi ya miaka 50 walikuwa na huu kweli. Na ukiondoka kwenye huu kweli tu, wewe ndo umetoka kanisani. Shetani amewafundisha watu wa Mungu vibaya. Tutakwenda kuwasaidia kufafanua nukuu vizuri ambazo huenda ulifafanuliwa vibaya, ambazo zinasema mtu asitoe kanisani, kanisa asilete Babeli na vitu vingine kama hivyo. Hapo tutakwenda kuona. Hivyo hicho kitabu ambacho kinaitwa Fundamental Principle, ambacho nimeweka tiki hapa, ndio summary ya dini ya Kiadventista. Nje ya summary hii, wewe ni mtu mpagani, umeanguka Babeli. Nabii anasema, Ellen White, barua ya 242 Oktoba 19, 1903, anasema hivi: kanuni za ukweli ambazo Mungu kwa hekima yake amelipa kanisa la masalio zitaachwa. Kumbe hizi kanuni unazoona hapa, na kwenye mabano nimeandika fundamental principles, ni kanuni za ukweli ambazo Mungu kwa hekima yake amelipa kanisa la masalio zitaachwa. Ukisikia kwamba kanisa la masalio lilipewa hizi kanuni na Mungu, wewe unafanyaje hapo? Kama una akili yenye afya, unazitafuta na kuona zile ambazo ulikuwa unajua zinatofautiana na hizo, unaziacha na unakitumia hiki kitabu kama summary ya kuona Biblia inavyofundisha ukweli wake. Anasema zitaachwa. Kwa hiyo maana yake usiziache, maana Mungu ndo ametoa. Anasema dini yetu itabadilishwa. Kanuni za msingi, yani fundamental principles, ambazo zimeshikilia kazi kwa miaka 50 iliyopita zitahesabiwa kuwa makosa. Kwa hiyo wakati dunia itahesabia mafundisho haya ama hizi fundamental principle makosa, wewe kama una akili yenye afya, kama hauna ushabiki na dini, kama ni mtu ambaye unamtaka Yesu, utazitafuta na kuzitunza. Na nataka nikuhakikishie waziwazi ya kwamba leo ukiamini huu kweli, hapo kanisani kwako ambako wanaamini kitabu kinaitwa Wanavyoamini wa Adventista kama mfumo wa association leo, kitabu ambacho tunakwenda kukiona hapa mbele, haubatizwi hapo. Maana yake kanisa kama kwa maana ya jumuiya limeacha ukweli, hivyo wala si kanisa tena, ila unaruhusiwa kulita kanisa jina nomino. Lakini kanisa kwa maana ya imani sio. Maana Yesu anakuja kuchukua watu wenye imani aliyoiacha. Aliwaacha Wayahudi na hekalu ambalo limenakishwa na dhahabu. Unafikiri wewe una nini hasa cha kumfanya Yesu akae hapo na umekataa ukweli? Mambo ya kusikilisha sana. Kanuni msingi ni kwa Kiswahili, lakini Kiingereza inaitwa fundamental principles kama inavyoonekana hapo. Tafuta fundamental principle, rafiki yangu. Hichi ambacho nataka tukajifunze wote, marafiki katika Kristo, na unakiona hapo, nabii mwenyewe amesema hivi: hatupaswi kupokea maneno ya hao wanaokuja na jumbe zinazopingana na vipengele muhimu vya imani yetu. Wanakusanya mafungu rundo na kuyapanga kama ushahidi kuzunguka nadharia zao za kutunga. Hili limefanyika tena na tena, likijirudia katika kipindi kilichopita cha miaka 50. Maandiko ni neno la Mungu na yanatakiwa yaheshimike, lakini kama matumizi yake yataondoa nguzo moja katika msingi ambao Mungu ameulinda kwa miaka 50 hii iliyopita, ni kosa kubwa. Yeye ayatumiaye maandiko vibaya hafahamu uzuri wa miongozo ya Roho Mtakatifu ambayo ilitupa nguvu na msukumo kwa jumbe zilizokuja hapo awali kwa watu wa Mungu. Naomba tukae kidogo hapa. Yaani hii ni nukuu ya kuscreenshot na kushare status. Ukisoma nabii anasema ya kwamba walikuwa wana vipengele muhimu vya imani yetu, special points of our faith. Na anasema si kwamba uchakachuzi ulikuja kufanyika tu baadaye, watu walikuwa wanashambulia kuchakachua, lakini akasema mafundisho yaliyodumu kwa miaka, atakaye yabadili amefanya kosa kubwa sana. Nami ninakuuliza rafiki yangu, unachokiamini ni fundamental principle? Anasema leo kuna watu wanajifanya wanamfahamu Roho Mtakatifu na wakamuita Mungu mwingine.
Lakini nabii anasema hapa hivi, yeye ayatumiaye maandiko vibaya hafahamu uzuri wa miongozo ya Roho Mtakatifu, ambayo ilitupa nguvu na msukumo kwa jumbe zilizokuja hapo awali kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo kumbe fundamental principles aliongoza Yesu kupitia Roho yake. Kwa akitokea mtu leo hii anaondoa mafundisho na kuweka mafundisho ya uongo kule, akimtengeneza Roho kama Mungu mwingine, ujue kabisa, maana kwenye fundamental principle hakuna Mungu mwenye nafsi tatu. Nataka nikwambie, maana fundisho hili la huyu Mungu mwenye nafsi tatu halitokani na kanisa la Mungu. Hichi kitabu kinachoitwa A Declaration of the Fundamental Principles, hichi ambacho nakiona hapa, ndani yake kuna Mungu mmoja aliye Baba mwenye nafsi moja, Yesu mwanaye, na Roho Takatifu, roho ya Kristo. Utasoma na mafundisho mengine mazuri humo ndani, lakini kitendo cha kuamini Mungu mmoja mwenye nafsi tatu ama vichwa vitatu na mifano ile ya kutumia maji, mayai na nini, unaharibu personality of God. Nafsi ya Mungu unaiharibu, na kitendo cha kuharibu nafsi ya Mungu unaingia kwenye fundisho ambalo Roman Catholic walitengeneza mwaka wa 325 na mwaka 381 likawa kamili fundisho la utatu. Na Waadventista wa Sabato walikuja kwenye kanisa la Mungu ili hapa, walikuwa wakiamini pia mafundisho ya utatu huko walikokuwepo, lakini walivyoingia ndani, Mungu aliwaonyesha fundisho hilo sio fundisho la kweli. Soma kitabu kinaitwa Maandiko ya Awali, sura inayosema mwisho wa siku 2300, uone Mungu alivyoonyesha mbinguni nafsi zilivyo, Baba, Mwana, alafu inayofuata ni malaika. Roho Mtakatifu ulikuwa ni uvuvio wa pumzi yake ya uhai kwa wale ambao walikuwa kimngojea. Huenda utakuwa ni mtu ambaye haufahamu nukuu nyingi za nabii na vitabu vingi. Wachungaji ambao wanasema ni wana theology wanaweza wakakuyumbisha leo, lakini nikwambia rafiki yangu, hizi nukuu zimesoma kwa Kiswahili zikusaidie kutafuta hichi kitabu na kushika yaliyoandikwa humu, ubaki kuwa salama. Huenda wewe sio msomi sana, wanasoma nukuu za nabii, na nabii pia alisema watasoma nukuu zake na watazifanya zionekane zinasapotiana na wao, kumbe hazisapotiane na wao. Sasa na wewe huenda wanaweza wakawa wamekuchezeshea dishi hapo, wamekuchanganya. Lakini tafuta hichi kitabu, upinge chochote kinachopingana na hichi, maana Biblia imezungumzwa vizuri hapa. Tutakwenda kujifunza kwa habari ya kanisa la Mungu, tukichambua Biblia tuone ambavyo Mungu alikuwa amelipatia kanisa lake hazina. Na hichi kitabu ambacho nimekuonyesha hapa ni kitabu kinauelezea ukweli ambao wengi leo wala hawana, na wengine hawataka hata kusikia, lakini isiwe wewe. Tuendelee rafiki yangu. Hapa sasa tunaona kuna kitabu ambacho kipo kushoto hapo, nimeweka tiki, na kulia nimeweka kosa. Ambacho nimeweka tiki kushoto, ukiamini hapo ndio upo kanisani. Uwe kwenye jengo, pembeni ya bahari, pembezoni mwa mto, uwe gerezani, uwe popote pale ambapo mnatunza imani hizi hapa, hapo ndo kanisani. Na nabii ndipo alisema msitoke, na wala usiwaite wanaotunza huu ukweli Babeli. Baadaye pakatokea machafuko mengi na marekebisho mengi ya ajabu, pakazaliwa kitabu ambacho kimeandikwa maneno rundo. Nabii anasema watakuja watu wakikusanya mafundisho rundo, mafundisho ambayo yamesapotiwa na mafungu mengi ambayo hajawekwa mahali pake, na hao watu watakuwa wamefanya kosa kubwa. Wamekuja na kitabu kinaitwa Wanavyoamini wa Adventista. Hii ni wanavyoamini leo, lakini mimi nazungumzia walivyoamini. Walivyoamini iko kushoto, walivyoamini ambao ni offshoots. Ukiamini kitabu hicho ambacho nimeweka X, wewe unakuwa ni kati ya watu ambao wako nje ya kanisa. Maana kanisa ni jumla ya akili safi zilizosafishwa na neno la Mungu. Kwa hiyo kuna uongo nimetia X hapa, na ukweli ambao ni huo upande wa kulia. Na nabii anaposema dini yetu itabadilishwa, ni hichi kitabu ambacho nimekitia tiki, maana wenyewe wamesema ndani ya hichi kitabu chenyewe kinasema ni ufupisho wa kile ambacho ni dini yao. Sasa ukikutana na mtu anakwambia vitabu vyote hivi viko sawa, ni mnafiki. Na ndio maana ukiamini chenye tiki haubatizwi kwa watu wanaoamini hichi ambacho kinakosa. Na ukiamini hichi ambacho kinakosa, ukija kwetu ambao tunaamini hichi ambacho kina tiki, hauwezi kubatizwa. Baadaye tutaona kwa nini mambo haya yako hivi rafiki yangu. Tutaona baadaye, tuendelee kwenda mbele.
tupate ushahidi kwa Waadventista wa Sabato wao wenyewe. Yaani Waadventista wa Sabato watuambie wenyewe kwamba je, mambo haya yametendeka kweli? Maana nabii alitabiri. Je, mambo haya yametendeka kweli? Kitabu ni kwanza, mwandishi ni George Knight, profesa wa kanisa, profesa wa historia ya kanisa, chuo kikuu cha Andrews. Gazeti la Wizara, Oktoba 1993, ukurasa namba 10. Anasema hivi. Yaani hichi kitabu, huyu mwandishi ni Mwadventista Msabato ambaye yupo kwenye kanisa ambalo linakubali hicho kitabu ambacho kina X. Anakubaliana na maandiko Ellen White aliyoyasema kuhusu kanisa la Mungu. Anasema hivi: wengi wa waanzilishi wa Seventh-day Adventism wasingeweza kujiunga na kanisa leo. Zingatia, wasingeweza kujiunga na kanisa leo kama wangetakiwa kuunga mkono imani za msingi za dhehebu. Umeona? Yaani hichi hapa ndicho hichi ambacho kimezungumzwa hapa. Yaani hapa hizi nukuu mbili, kumbe hivi vitabu viwili havipatani. Kwa hiyo walioamini kitabu ambacho nimeweka tiki, wakija leo hawataingia kwenye kitabu ambacho kina X. Ni ukweli, twende tukaone. Anasema wengi wa waanzilishi wa Seventh-day Adventism ya Uadventista wasingeweza kujiunga na kanisa leo kama wangetakiwa kuunga mkono imani za msingi za dhehebu. Zaidi hasa, wengi wasingeweza kukubaliana na imani nambari 2 ambayo inahusika na fundisho la utatu. Kwa Joseph Bates, utatu ulikuwa ni fundisho lisilo la kimaandiko. Kwa James White, lilikuwa ni upuuzi wa utatu wa kale. Kwa M.E. Cornell, lilikuwa tunda la ukengeumfu mkuu, pamoja na mafundisho ya uongo. Sikia, pamoja na mafundisho ya uongo kama vile kutunza Jumapili na kutokufa kwa nafsi. Kumbe utatu ulikuwa kwenye class, daraja moja, kundi moja, kapu moja ya mafundisho ya uongo yaliyotupwa nje. Tena huu utatu au kuanza kipindi ambacho hao kina Ellen White wapo, wala kina James White wanasema ulianza kale. Kwa walikuwa wanaujua, na walipokuja kwenye kanisa walijua kitabu cha Mathayo inasema mkabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho, na aya nyingine zote ambazo wanazitumia zilikuwepo, lakini Yesu aliwaambia Mungu mmoja ni Baba yangu, na hizo aya zipo. Kwa hizo aya zinatumika vibaya tu kupotosha watu. Yaani ni shetani anafafanua Biblia, na wachungaji leo wengi wana theology kanisa la Adventista ni wapagani, ni offshoots, ni backsliders, ni waasi na wana hasira sana ukiwazungumzia kwa habari ya huu kweli. Wana hasira, nyinyi hamwajui, sisi tunawajua kwenye vikao na mijadala, na hawana hoja, hawapumui kabisa. Hivyo kazi yao ni kuzungumza maneno tu ya hovyo kwa watakatifu wa Mungu na kuwasemea vibaya. Lakini tunaambiwa na mwanahistoria kwamba wakija wale waanzilishi wenyewe wa Adventism waliweka kapu moja la ibada za Jumapili, kutokufa kwa nafsi na utatu ni mafundisho ya kipagani. Huyu ni Mwadventista Msabato anasema, tena ni profesa wa historia. Wewe unayesema leo kama ni profesa, pambana na profesa mwenzako, lakini tunaamini kitu kimefanyika, maana tuna ushahidi wa kutosha. James White anaandika katika August 5, 1852, RH Review and Herald volume 3 namba 7 page namba 52 paragrafu 42 inasema utatu ni upuuzi. Utatu ni upuuzi. Ni kweli walisema ni upuuzi, na hili fundisho lilidumu zaidi ya nabii aliposema kule nyuma, atakayebadilisha imani amefanya kosa kubwa sana, akibadilisha mafundisho ambayo yamedumu kwa miaka 50. Ndani ya miaka 50 hiyo anaisemea, na miaka obviously ni 70, hapakuwa na fundisho linalosema Mungu mmoja ana nafsi tatu, japokuwa walitambua kuna Baba, kuna Mwana, kuna Roho. Wewe usichanganyikiwe, wewe elewa tu fundisho hili ni la shetani,
na sambamba na nafsi ya sambamba na maandiko kuzungumzia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amini kuna Baba, kuna Mwana na kuna roho yao, lakini kuziunga kuzalisha Mungu, huyo ni Mungu wa kikao, ni Lucifer kabisa unamwabudu. Jambo la hatari. Dini ya Mungu imebadilishwa. Nikisoma kitabu kinaitwa Selected Messages, pia nikiendelea hapa naona imezuiwa, nashindwa kuona vizuri. Okay, Selected Messages gombo la kwanza 208.2, nabii anasema hivi: jumbe za kila namna na aina zimehimizwa ama zimeletwa. Yani mafundisho ya kutoka nje sasa yalikuwa yakiletwa. Yani si kwamba walikuwa hawana ukweli, walikuwa na ukweli na walikataa mafundisho yote ya uongo, na mpaka utatu ulikataliwa. Nikata mafundisho ambayo yalihimizwa kutoka nje. Anasema jumbe za kila namna na aina zimehimizwa ama zimeletwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato ili kuchukua nafasi ya kweli ambazo kipengele baada ya kipengele, ndio ile point by point, vimepitiwa kwa kujifunza kwa maombi mengi na kushuhudiwa kwetu kwa utendaji wa nguvu wa kimiujiza wa Bwana, ndio roho ya Yesu. Roho Mtakatifu alihusika hapo. Lakini alama za njia ambazo zimetufanya tuwe tulivyo, nimeonyesha hizo fundamental, na vitu ni vingi kwenye habari ya alama za njia. Kuna table nyingine ambazo nitakuja kuzungumzia baadaye. Naomba tuzungumzie kwa fundamental principle number 1. Lakini alama za njia ambazo zimetufanya tuwe tulivyo zihifadhiwe. Anapotamka zihifadhiwe hapa, hasemi wanavyoamini Waadventista kile kitabu, anamaanisha fundamental principle, ndio zihifadhiwe. Swali kwako, wewe unahifadhi zipi leo? Shetani ni shetani kweli. Anazidi kusema na zitahifadhiwa. Nabii anaposema na zitahifadhiwa ni nabii wa Mungu. Haya, mnazihifadhi hapo ndani mlipo kwenye kanisa lako? Kama hamzihifadhi, nyie sio kanisa ambalo anasema msitoke. Maana kanisa ambalo anasema tusitoke ni lile ambalo linazihifadhi hizi imani, na amesema zitahifadhiwa. Sasa zinahifadhiwa kama sisi tuko nje ya kanisa. Haya, nyie ndani mnazihifadhi. Kwa hiyo unataka kusema zinahifadhiwa nje ya kanisa? Zinapohifadhiwa ndio kanisa lililopo, maana ni ufupisho wa kile ambacho walichoamini na kufundisha Waadventista wa Sabato. Anazidi kusema kama Mungu alivyothibitisha katika neno lake na ushuhuda wa roho yake, Mungu anatuita kushikilia kwa kifungo cha imani kanuni za imani, fundamental principle, ambazo zimejikita katika mamlaka isiyotiliwa shaka. Soma hiyo sehemu niliyopigia mstari na mimi nairudia. Inasema hivi: Mungu anatuita kushikilia kwa kifungo cha imani kanuni za imani, ndo hizo fundamental principle, ndugu yangu, ambazo zimejikita katika mamlaka isiyotiliwa shaka, ambazo zimekuwa based on unquestionable authority. Sasa kama fundamental principle zimekuwa based kwenye unquestionable authority, mbona zinapingwa? Mbona ukiziamini leo hapo ulipo ubatizwi, ujue mmepinga mamlaka isiyotiliwa shaka. Yani soma nukuu zote za Ellen Goldwait, zote wakupinuliwa wanavyoweza, au makafiri na wachungaji wanafiki, lakini wakizitumia kumaanisha nabii alimaanisha Mungu ana nafsi tatu, waambie nabii alisema ya kwamba fundamental principle ambazo ndo hizi zimejikita kwenye ukweli ambao usiotiliwa shaka, na ninaziamini hizo, maana alisema atakayeziacha hizo ametenda kosa kubwa sana, na kwenye hizo hakuna utatu na mafundisho mengine ya kipagani na yale ya haki sawa ya wanawake hakuna, na mengine mengi ya hovyo, na hakuna kubadilisha mfumo ambao kumeandikwa humo ndani. Kwa hiyo waambie wewe unabaki kwenye mafundisho yaliyonakiliwa hapo tu. Wenda hujui Kiingereza rafiki yangu, hujui Kiebrania, wanaweza kukusumbua hao makafiri ambao wametoka kwenye vyuo vya Kiadventista, wamefundishwa ukafiri, wakafikiri ndio dini. Wenda wakakusumbua kwa lugha zao za Kiebrania, lakini hao ni offshoot yao. Hao ni watumishi wa mama wa makahaba. Usiyumbe. Kama hujui hayo, fuata nukuu hizi kwamba kwa kushika fundamental, mwambie mimi nabaki hapa, mwambie uhubiri utakavyohubiri, ila mimi nabaki hapa, utakuwa salama. Tuendelee kipengele cha pili. Swali la pili, kwa akili zenye akili. Tunaangalia hichi kisehemu ambacho kinasema shirika jipya litaanzishwa. Shirika jipya litaanzishwa. Pia waliona shirika organization ama mfumo ambao waliongozwa na Yesu kupitia roho kuweka.
huu mfumo ambao ulikuwa kwanza waliongozwa na Yesu, je, ule mfumo ni upi leo? Tumia akili. Ukiwa kwenye mfumo mpya, we ni mwasi. Nabii anasema hapa, na alisema dini itabadilishwa, na tumeproviwa na Profesa George Knight wa kanisa la Adventista kwamba tayari matengenezo na marekebisho yamekwisha kufanyika. Hapa tunaona kwenye 2SM 390 andiko la mwaka 1905, anasema nabii, hatuwezi sasa kwenda kando ya msingi ambao Mungu ameuanzisha. Mwaka 1905 anaandika, hatuwezi sasa kwenda kando ya msingi ambao Mungu ameuanzisha. Hatuwezi sasa kuingia katika muundo mwingine wa utawala, kwani hii itamaanisha uasi kutoka kwenye ukweli. Narudia, hatuwezi sasa kuingia katika muundo mwingine wa utawala. Hii ndio organization, ile reorganization, kwamba kwani hii itamaanisha uasi kutoka kwenye ukweli. Sasa wewe hapo ulipo, rafiki yangu, naomba tu nikuulize, hapo ulipo, je, ukweli upi unatunzwa? Ukweli upi unatunzwa? Upo kwenye mfumo upi hapo? Hapo ulipo, upo kwenye mfumo upi? Maana kama haupo kwenye mfumo ambao nabii anazungumzia, Yesu ndo aliotoa hapa, rafiki yangu, nataka nikuhakikishia kwamba umepotea. Kwa hiyo muasi ni nani? Kwa hii nukuu, muasi ni nani? Angalia, inasema muasi ni yule mtu ambaye yupo kwenye mfumo mpya. Mfumo mpya ni yule ambao umeondoa mfumo wa kwanza, na ninakuhakikishia tutakapokwenda kujifunza kwa habari ya hili swali la pili kwenye mwendelezo wa historia ya kanisa hili la Mungu, utaona vile ambavyo huu mfumo ambao upo leo hii, ambao wengine wanauringia, ni wa shetani na umeasi, na ndio waasi tutawaona wazi wazi. Tumeona waasi wa kwanza wamekataa fundamental principle na watakuwa kwenye mfumo ambao umeasi pia. Nabii ameshasema hautakiwi kuingia kwenye mfumo mpya, na leo wapo kwenye mfumo mwingine mpya. Tutakwenda kuexpose, kuweka wazi kabisa, watu wa Mungu wasipotee. Tukiangalia hapa kwenye nukuu hichi ambacho kinaongelewa hapa, nabii anasema hivi, twende kwenye kipengele cha lakini Mungu akiwa ameondolewa. Umeona hii nukuu wanazungumzia, mwandishi anazungumza kwa habari ya Mungu akiwa ameondolewa. Kumbe kuna wakati Mungu atakuwa ameondolewa, na nikwambie tu bayana ya kwamba leo Mungu ameondolewa. Unabii umetimia, na nukuu inasema lakini Mungu akiwa ameondolewa, wataweka utegemezi wao katika nguvu za kibinadamu. Anasema ambazo bila Mungu, yani leo hii wana jitihada ambazo hazina Mungu, bila Mungu hazina thamani. Msingi wao utakuwa umejengwa kwenye mchanga. Hebu sikiliza rafiki yangu, ukiacha fundamental principle na mfumo wa kwanza, msingi huo utakokuwa juu yake umejenga kwenye mchanga. Anasema na upepo na mawimbi vitafyagilia mbali jengo. Yesu anasema ambaye hata yasikiliza maneno yake na kuyatenda amefananishwa na mtu mpumbavu ambaye amejenga nyumba yake kwenye mchanga. Yesu aliijenga nyumba yake kwenye mwamba, shetani akaja akawasogeza kwenye mchanga. Na naomba nikwambie rafiki yangu, kanisa sio kitu cha location wise, sio kitu cha kuangalia location waga tuko hapa. Unaweza ukaondolewa kwenye msingi wa Yesu ukasogezwa kwenye mchanga, lakini jengo ni lile lile. Maana Yesu anapozungumzia kwenye kitabu cha Mathayo sura 7 habari ya maneno yake atakayatii, hazungumzii zege, nondo, sementi na mawe na majengo. Anamaanisha ukweli ukikubaliwa kwenye akili. Kitendo cha ukweli kukubaliwa kwenye akili, ndio mtu amejenga kwa Yesu aliye mwamba. Kwa hiyo hata watu wanaweza wakasema mbona kanisa la Mungu ni lile lile, tuko hapa na jina ni hilo hilo. Nakwambia rafiki yangu, jina litakuwa hilo hilo, lakini kama mlisogea kwenye maagizo ya Yesu, mmesikiliza ya mama wa makahaba, mmepotea tayari, mpo kwenye mchanga. Lakini jina ni lile, majengo ni yale yale,
na vitu vingine vitaendelea kuwa vile vile, lakini tayari mmeshaasi ukweli. Jambo la hatari sana. Mambo ya kujiuliza. Je, bado upo leo huo mfumo? Upo wapi leo? Je, mfumo mpya unatofautianaje na mfumo wa kwanza ambao Mungu aliweka? Roho iliyo sema roho nataka niweze kuonesha. Anasema roho iliyounda mfumo wa kwanza ndiyo iliyojenga mwingine kwenye mchanga. Yaani roho ya Yesu ndio imetengeneza huo mfumo mwingine kwenye mchanga? Jibu ni hapana. Kwa hiyo mfumo wa pili umejengwa na shetani, na wanavamini Waadventista wa Sabato kitabu cha pili amekisimika shetani mwenyewe. Tuendelee kuona. Leo ni utambulisho wa topic ambayo itakuwa ikiendelea, utangulizi, maswali ya muhimu. Hatuwezi sasa kwenda kando ya msingi ambao Mungu ameuanzisha. Hatuwezi sasa kuingia katika muundo mwingine wa utawala, kwani hii itamaanisha uasi kutoka kwenye ukweli. Hiyo ni 2SM 390 1905. Nabii wa Mungu anasema, je, mfumo ukibadilika utabakia na mfumo wa kwanza au utabadilika? Anasema au tunabadilika na sisi ili kuutii huo mfumo mpya? Kama ameunda shetani, unautiije? Unauacha. Kwa lazima ujue, je, magugu na ngano yanahusikaje katika kukubali au kukataa mfumo mpya? Anasema kukubali au kukataa mafundisho mapya. Watu wengi leo wanasema ya kwamba kanisa la Mungu, Yesu amesema uyaache magugu na ngano yakae pamoja. Sasa sikiliza hicho ambacho nakwenda kusomea rafiki yangu. Nabii anaposema Yesu anaposema kwamba miache magugu na ngano viko pamoja, ana maana ukae na watu kama ndio hivyo, kama ilikuwa inamaanisha ukae na waongo, watu ambao hawabadiliki, watu ambao hawasikii ukweli, basi leo tungelikuwa kwenye makanisa ya Kibaptisti kule, ya Kimethodisti kule, ya Roman Katoliki kule, tungelikuwa kule, kwa sababu kama ni issue ya magugu na ngano, ndio hivi ambavyo wanamaanisha leo. Wameingiza uongo na wanasema ndio la Mungu, baki hapo hapo, na sisi tungekuwa tumebaki huko. Na matengenezo ya kwanza ya kina Ellen G. White yalikuwa yana maana gani? Sasa utajiuliza. Lakini pia, mbona leo hii imani yako sio ya Israeli? Mbona ushirika wako haupo Israeli? Na wewe useme magugu na ngano, na kauli ilitamkwa Israeli pale pale, ndio ilitamkiwa kauli yenyewe. Mbona wewe umetoka? Wewe ni nani? Ni magugu au ni ngano? Kwa habari ya magugu na ngano, nabii anasema hivi, naomba niweze kuiweka tu yote. Okay, sawa. Nabii anasema hii ni Christ Object Lesson 70.2. Anasema Kristo amefundisha wazi kwamba wale wanaodumu katika dhambi ya wazi lazima watenganishwe na kanisa. Dhambi za wazi lazima watenganishwe na kanisa. Lakini hajakabidhi kwetu kazi ya kuhukumu tabia na nia. Magugu na ngano inahusu tabia na nia, hiyo ndo hatujapewa, hiyo hatugusi. Tunaacha tukua. Yesu anatujua, kama vile Yuda kwenye kundi la wanafunzi anajua yupi ni wake, yupi si wake. Lakini kwa habari ya makosa ya waziwazi amesema watenganishwe. Kwa ndo maana mkikataa kutengana na makosa, sisi inabidi tutengane na nyie. Solution nini hapa? Mkikataa kutengana na makosa, sisi tunatengana na nyie, kama ambavyo hawa pioneers wakina Ellen White na James White na Bess na wengine, familia zao na makanisa yao yale ya kwanza yalipokataa kutengana na uchafu wao, walijitenga na wao, na wakati huo wanajitenga na wao, magugu na ngano walitambua kuna magugu na ngano, na walitambua aya hiyo ipo. Kwa shetani leo anapofusha nukuu hizi na kuzifafanua vibaya, nabii anazidi kusema anaijua asili yetu vizuri sana, hivi kwamba hawezi kutukabidhi kazi hii ya kudili na tabia na nia, ndo hatujapewa. Lakini ukifundisha Mungu mgeni, kosa la waziwazi, unafuta ushirika, unaondolewa nje kama utakataa kurekebishika. Ndivyo ambavyo ilivyo, kama ambavyo yani kwenye kufundisha Mungu mgeni ni kuvunja amri ya kwanza. Ni vile vile kama mtu angevunja amri nyingine ya wizi, uzinzi, kutamani ya mali za jirani, kuabudu sanamu, hivyo. Kwa ni amri katika mbao mbili ambayo inatakiwa ipewe heshima yake kama amri nyingine. Mtu akibadilisha Mungu, leo wachungaji tu wana theology wanafundisha mafundisho ya kipagani, wanafundisha ya kwamba
Mungu mmoja ana nafsi tatu, wanaitwa wana theology, alafu wanaachwa wanazungumza. Kuna watu wametoka kwenye kanisa na Yesu amesema myache magugu na ngano yakae pamoja. Kwa kweli ni matatizo ya akili. Kuna sehemu inafika sio shida sasa kimaandiko, huenda ni shida ya kiakili, au mchungaji huyo anaangalia fedha, ametekwa na ibilisi. Ni vitu hivyo viwili, yani hawezi kuescape nje hivyo viwili. Na maandiko yanapozungumzia magugu na ngano hayazungumzi makosa ya kijinga haya ya waziwazi ambayo mnayalea. Ni kwa habari ya mambo ya kiakili, kwamba unaweza kumwona mtu anatembea na binti kwenye kanisa, unaweza kawaza hawa watu wanafanya nini, lakini huwezi kuhitimisha, maana haya ni mambo ya nia zao, huwezi kufahamu. Unaweza ukazungumza nao Kikristo, lakini hata ukikataa huwezi kuwahukumu, maana huwezi kujua uhalisia wa mawazo yao. Unamwachia Yesu. Mambo yasiyoweza kuonekana bayana ndo magugu na ngano, ila dhambi za waziwazi, eti za haki sawa, wanawake wachungaji, wazee, mashemasi na vitu vingine, unasema magugu na ngano. Unaharibu akili ya mtoto hapo, ya mkeo, utaharibu akili yako na ndugu ambao wamekuzunguka. Nabii alisema baada ya mapambano makubwa waliona kuna heri ya kuyaacha makanisa ambayo yalikataa kubadilika. Kwa habari ya magugu na ngano iko hivyo, rafiki katika Kristo. Mtu asije akasema magugu na ngano inabidi tukae tu hapa hapa. Hakuna. Anazidi kusema nabii COL 70.2 anasema hivi, Mathayo 13 aya 38, lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Shamba, Kristo alisema, ndiyo ulimwengu. Yaani shamba ndio ulimwengu. Lakini ni lazima tuelewe hili kuwa linamaanisha kanisa la Kristo ulimwenguni. Kwa kanisa la Kristo ulimwenguni linamaanishwa kwa neno shamba kwenye Mathayo 13 aya yake na 38. Kwa hiyo mtu leo akikwambia magugu na ngano, mwambie magugu na ngano ni zile dhambi ambazo, yaani kuna mtu utamwomba fedha, changizo juu ya kitu, lakini huwa hatoagi. Sasa unashinda kujiuliza, ni kweli hana au ni uchoyo au ni hasa hiyo? Huwezi kujaji hiyo, ndo tunaacha hiyo. Lakini kwa habari za dhambi za waziwazi, kukataa mafundisho ya ukweli, kubadilisha mfumo, au ni waasi, unawaacha, unafanya kazi zingine ambazo ni njema ili watu wa Mungu waweze kubarikiwa. Tupo kwenye utangulizi, mtu wa Mungu. Tunakwenda kuangalia kipengele cha vitabu vya Agizo Jipya vitaandikwa. Vitabu vya Agizo Jipya. Je, vitabu vya Agizo Jipya ni vipi? Tutakwenda kuangalia mbele na naomba uzidi kufuatilia. Je, kanisa la Rumi likimkataa Mungu likaitwa kahaba kwa dogma zake. Je, waumini wa SDA wakimkataa Mungu na kufata dogma hizo anamaanisha wataitwaje? Ndio issue ambayo tunataka kuaddress hapa. Anasema kanisa la Rumi likimkataa Mungu likaitwa kahaba kwa dogma zake. SDA wamekuwa wakifundisha hivyo wakati wote. Na waumini wa SDA wakizifuata hizo dogma, je, wataitwaje? Ndio swali ambalo linaulizwa. Polisi akikamatwa kaiba, ataitwaje? Kwa akili zenye akili tu ambazo zinaweza zikasaidika hapa. Hii nukuu mwisho anasema hakuna kitu kingeruhusiwa kusimama katika njia ya harakati mpya. Haya maneno, hakuna kitu kingeruhusiwa kusimama kwenye njia ya harakati mpya, ni kwamba pasingekuwa na watu ambao wangeweza kupambana na huu mfumo. Yaani Yesu ameuruhusu huu mfumo, ikimaanisha kwamba waaminifu watajitenga na mfumo ili wabaki kuwa kanisa. Maana kanisa ni jumla ya watu ambao wameshikilia ukweli katika akili zao. Leo kuna watu ambao wamekaa kwenye kanisa hili muda mrefu sana, wamechanganywa kabisa akili, mpaka kuna mwingine ukizungumza naye anaonekana amechanganyikiwa kabisa. Tunawaombea marafiki muweze kufahamu ukweli ambao utawasaidia. Hakuna atakayeweza kusimama against, kinyume, akaupinga huu mfumo. Hivyo lazima tujue nini tunafanya. Tuendelee rafiki katika Kristo kujifunza juu ya hichi ambacho ni muhimu kabisa. Swali la kipekee, hakuna kitu ambacho kuna watu wanasema tunabaki hapa tunatengenezea ndani. Kuna wakati wa kutengenezea ndani. Mbona wewe utengenezee Israeli pale ndani?
Mitume hawakutengenezea ndani, yaani walikwenda wao sasa kwenye zile nyumba zao ndo palikuwa ndani. Ndani nitakwenda kufundisha kwa habari, watu wa Mungu, niseme hivi, baadaye nitakuja na mafundisho mengine yanayoelezea haya maneno ambayo yamepotoshwa na wachungaji wa uongo wanaosema nabii alisema tengenezeni ndani. Hiyo ndani ni ndani pale ambapo pana mfumo wa kwanza, na mfumo wa kwanza unaruhusu matengenezo. Mfumo wa kwanza unaruhusu mtu mwenye ukweli kuweza kusema, hawafungwi. Lakini leo tu mtu kutoka kwenye kanisa moja la mtaa huo kwenda lingine kuhubiri, lazima barua iende conference kwa wachungaji wa mshahara, waulize huyu mtu anakataa mafundisho ya kipagani yaliyoingia, anayakataa, msimruhusu kwenda. Mfumo sasa hivi unazuia kazi, huwezi kuonyea ndani. Wanasema bakini ndani muonyee ndani, wakimaanisha ya kwamba mkibaki ndani tukawashikilia vizuri, hamtaweza kuonya ndani, na mkitoka nje hamtakuwa na uhuru wa kusema. Yani no, wanamaanisha kwamba mkitoka nje mtapata uhuru wa kusema kwenye media kama hizi, mahubiri ya hadhara na magrupu kadha wa kadha, si ndivyo? Sasa ili wawapumbaze, mbaki na ukweli, msiutamke, wanaambia bakini hapa hapa. Na hapo ndani mfumo wa pili una mikono ya kuwashika wenye ukweli wasiutangaze. Kwa hiyo nabii anaposema kanisa watu wataonyea ndani, ni ndani wakati ambapo mfumo wa kwanza upo, na hata hapo ningebaki. Lakini mmebadilisha mfumo, nyie ni waasi. Nabii amesema tukibadilisha mfumo huo ni uasi. Sasa mna mfumo wa pili, nyie ni waasi, alafu nasema tuonyee ndani. Tuonyee ndani kwa waasi? Shame on those pastors. Aibu, anaseme aibu juu ya hao wachungaji ambao wanafafanua ukweli vibaya. Nukuu nzuri za nabii wanazifafanua vibaya. Aibu juu yenu, na mmeikosa aibu. Nataka nikwambia rafiki yangu ambaye unafuatilia huu utangulizi, na kwenda kuweka bayana hizo nukuu, nitakufafanulia kila nukuu ili maanisha nini, na utapenda, na utaingia kwenye kanisa la Mungu, na utadumu hapo, na Bwana atakukuta hapo, atakuchukua. Anasema onyea ndani. Alafu ndani njia zote za ukweli. Mimi nimekuwa kwenye makanisa hayo, na kweli nyingi ambazo nimekaa hata na viongozi wa kanisa kwenye mabaraza na kwenye vikao, nimewashinda kwa hoja na wanajua, na nikawaambia waliambie kanisa, wakasema hatuliambii. Hapo ndo ndani sasa. Wanakuminya, wanakufunga, wanakuambia onyea ndani. Shetani ni shetani kweli. Yaani shetani herufi kubwa na shetani herufi kubwa. Shetani ni mpumbavu sana, na vibaraka wake wote ambao wanamtumikia wanatekeleza wajibu ambao Lucifer amewapatia. Shetani ni mjinga. Mungu akuongoze, ufunguke akili, ujue ndani ni wapi. Nitakuwa na kueleza makosa ya mfumo, makosa ya kimfumo, na kosa la mtu mmoja mmoja. Nitakwenda kueleza kwa habari hiyo, wengi hawafahamu. Sasa ndani ni pale ambapo hapana makosa ya kimfumo. Nitaeleza mbele kwenye video zingine. Leo natoa utangulizi ili upate kile ambacho kitakusumbua akili, kuona kuna haja ya wewe kujifunza historia ya kanisa la Mungu. Tuendelee mbele tuone kile ambacho nabii wa Mungu anasema. Hivyo ni kwa habari ya hakuna kitu ambacho kitaweza kusimama kwenye harakati za mfumo mpya. Je, maneno hakuna kitu kingeruhusiwa kusimama katika njia ya harakati mpya yana maana gani? Unafahamu? Usikose sehemu hii. Ni sehemu ya kwanza. Fuatilia sehemu zijazo rafiki yangu kuweza kuelewa kile ambacho Mungu anakuwa akizungumza kwa habari ya watu wake. Hii ni sehemu ya kwanza, utangulizi tu, tukizungumzia juu ya nukuu moja ambayo siwezi kuweka yote kwenye clip moja hii hapa. Video itakuwa ni ndefu sana. Hivyo nimeona nianze nusu, nianze kidogo, lakini baada ya utangulizo huu na kwenye nukuu hii ya kwanza ya 1SM 204.2 kuna vipengele ambavyo sitavizungumzia. Vitu vingi nimeviacha. Kila kipengele nakipatia somo lake zima, kuki break down, vunja vizuri, ili akili ambazo zilipata tabu zikajumuisha huku na kule ziweze kuelewa. Sisi ni Waadventista wa Sabato kwa imani, wana matengenezo. Tupo kwa sasa hivi, tupo kanisa la Kibada, tupo maeneo ya Kibada hapa, eneo la Ujue. Tunawalika watu ambao wako Dar es Salaam kwa baada ya Kigamboni na maeneo yote karibu na sisi, wafike hapa kwa ajili ya ibada. Tunajifunza ukweli na kufuata ukweli.
Wale wote ambao wanatokea Feri Kigamboni kuja Kibada Sheli wanashukia eneo linaloitwa ofisi ya serikali za mtaa Kifurukwe. Hapo tupo kwa ajili ya kujifunza maandiko na kuyatii. Tupo kwenye kanisa, tumerudisha miguu, yani akili zetu kwenye kanisa, na waalika wote kwa ajili ya ibada. Wana na binti za Mungu, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki sana. Lakini mambo mengine ambayo tutakwenda kuangalia hapo mbeleni ni kwamba masomo muhimu yajayo. Kanisa usilite Babeli, manake ni nini? Kanisa halitaanguka. Chombo kilichogonga mwamba bila kuzama. Kuna nukuu ambazo zinasema kuna chombo ambacho kilionekana, nabii anasema kimegonga mwamba lakini hakikuzama. Watu wanakuambia hili kanisa ndo halijazama, ukiruka umeruka kwenye maji. Huyo shetani ndo amefafanua hiyo aya hivyo, tutaelezea baadaye. Yesu anafafanua hiyo aya, hiyo nukuu kwa namna gani. Usitoke kanisani maana yake ni nini? Kanisa sio kamilifu maana yake ni nini? Tofauti ya mfumo mpya na wa zamani ni upi? Hiyo nimeshaelezea, nitakwenda kuelezea. Vitabu vya Agizo Jipya na mafundisho ya uongo, tutakwenda kuangalia haya na mafundisho mengine mengi. Rafiki yangu, nabii anasema dini yetu itabadilishwa. Dini yako ndiyo dini hii inayoitwa yetu. Ikiwa dini yako ya sasa sio hii inayoitwa yetu, rafiki yangu, na kusika katika jina la Kristo ya kwamba uitafute hii dini ambayo ni mafundisho safi, ambayo nabii wa Mungu amekuwa akiongoza na akionyesha kwa habari ya kweli hizi kupitia nukuu zake nyingi, akisema ya kwamba anafahamu ya kwamba ukweli utatunzwa. Amesema na utatunzwa, na hapo ulipo hawautunzi huu ukweli, hapo ni nje ya kanisa. Ndio maana ukiamini huu ukweli hawakubatizi, lakini ukiamini kitabu kingine ukiukataa huu unabatizwa. Swali la kujiuliza, miaka zaidi ya 70 ndani huku hakuna fundisho la utatu. Kama lipo waambie naamini hiki kitabu mnibatize, tuone kama watakubatiza. Miaka zaidi ya 70 hawana mafundisho ya uongo huko ndani. Alafu anakuja mtu anasema walikuwa hawajaelewa. Miaka zaidi ya 70, nabii ambaye kapewa njozi, ameona mpaka nchi mpya, ameona mbinguni kulivyo, ameona Baba alivyo, ameona Yesu alipo na alivyo, na amezungumzia Roho Takatifu ama pumzi, uhai wa Kristo, namna ambavyo Yesu aliwapatia wale walikuwa kimngojea mwaka 1844. Amezungumzia kwa kina vitu vikubwa. Anatokea shetani mmoja, mwana theology mpuuzi mmoja, offshoot mmoja, backslider mmoja, anasema eti wa Adventista Sabato kabla walikuwa hawajaelewa Mungu wa kweli ni nani. Huyo mtu mpuuze ni mfanyakazi wa shetani moja kwa moja, mpuuze. Wa Adventista wa Sabato walielewa Mungu ni nani na walishika mafundisho safi kumhusu Mungu wa kweli, na tunayafundisha leo. Lakini hawa majesuiti, hawa mapandikizi ya shetani kwenye kanisa la Mungu yamewafanya vijana ambao ni line tepe, wasiojifunza historia ya kanisa lao, wasiopenda kusoma. Wao wameenda pale maana wamezaliwa hapo, wabaki hapo tu, na ukiwaambia ukweli wanakataa, na wamebugia mafundisho ya uongo mengi. Nataka nikwambie rafiki yangu, Yesu anakupenda. Kwa hizi kweli shiriki kwa watu wengine. Ni ukweli ambao unawezekana ukatenga mahusiano baina ya mtu na mtu, wazazi, marafiki, ndugu, lakini acha ukweli ufike kwa wengi. Shiriki link hii kwa watu wengine. Ulikuwa nami Emmanuel Learu. Kwa wale ambao watapata audio ya somo hili, tumia nambari, anza na alama ya kujumlisha 255 758 040 wasiliana nami kwa ajili ya mafundisho mengine, kwa ajili ya ubatizo na kujiunga na kanisa la Mungu, kurudisha akili kwenye ukweli. Kwenye jukwaa ni akili, tutakwenda kuona kile ambacho Mungu anazungumza kwa maana ya jukwaa imara. Walioruka kwenye jukwaa ni watu gani? Walioshuka ni watu gani? Wengi hawafahamu, lakini watakwenda kufahamu kupitia jumbe hizi ambazo Mungu anazipeperusha kwenu kupitia Njia Salama ni Yesu. Njia Salama ni Yesu, channel yako pendwa kwa mahubiri ya neno la Mungu. Pia tuna page Facebook, kupitia Facebook kwa ibada zetu, na pia YouTube kuna mafundisho mengi, utabarikiwa sana. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Hadi wakati mwingine tukiendelea na uchambuzi wa mwendelezo wa nukuu hii, usikose na kuomba wewe like na kusubscribe page yetu ya Facebook, lakini pia na YouTube channel yetu, uweze kuwa kati ya watu ambao nabonyeza kile kialama cha kengele, uwe kati ya watu wa kwanza watakaopokea jumbe za notifications kwamba
fundisho jipya limewekwa, hivyo wewe kati ya watu wa kwanza kutizama na kushiriki kwa wengine. Nikusihi rafiki yangu, usisahau kusubscribe hapo kwa habari ya kusupport kazi hii ya Yesu iweze kwenda mbele, lakini pia kulike na kucomment mahubiri haya. Tunataka kuona mna mawazo gani. Wengi wamezoea kuona maneno machafu na matusi na nini, msiweke hapo. Kama nyinyi ni Wakristo, msiweke matusi, weka hoja. Weka hoja. Mungu atakubariki sana. Basi kufikia hapo ni wasihi tu, na kuna baadhi ya marafiki ambao wanasema wanahitaji kusupport kazi kama hizi. Tumia nambari yangu ya simu hiyo ya 255758040094 kwa support yako yoyote ya hiari. Kuna vitabu vingi ambavyo tunaviandaa hapa, nadhani vipindi vingine nitavintroduce kwenu, ambavyo tunataka tuviprint tuwafikie watu wengi. Tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana na tumefikia roho nyingi sana. Hivyo tunawaomba watu wote ambao wanawiwa kuhusika kusupport kazi hii ya pekee kabisa ya kufikisha ukweli kwa marafiki ambao wanapenda ukweli, waweze kutuma support zao kwa kiwango ambacho wanaona wao wanawiwa, ni kiwango cha hiari kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa nambari ya simu hiyo. Mwenyezi Mungu awabariki sana vile unavyozidi kutuombea pia na kukusudia mema kwa kazi hii. Mungu akubariki sana unapohusika namna moja au nyingine kushiriki masomo haya kwa watu wengine. Usikae na somo hili, shiriki kwa marafiki wengine, na marafiki ambao watapokea linki hizo wajue masomo mengine yanakuja muda sio mrefu. Njia salama ni Yesu. Tuko pamoja na marafiki ambao wanahitaji ukweli wa milele ufike kote. Ungana nasi tuombe. Baba yetu uketie mahali pa juu mbinguni, walimu wengi wamekuwa wakifundisha ukweli huu kwingineko ulimwenguni. Tulikuwa nao tukifanya kazi pamoja nao kwa namna moja au nyingine, lakini pia tunapoendelea na mahubiri ambayo yanatokea Njia Salama moja kwa moja, kuwa nasi, kuwa na msikilizaji na mfuatiliaji wa channel bora ya mafundisho ya neno la Mungu. Washikilie watoto wako, waonyeshe, wachunguze habari ya mapito ya zamani, wakajiulize hii wapi njia iliyo njema, wakaende katika njia hiyo. Waelekeze nini maana ya kanisa. Kuwa nao Baba Mtakatifu. Lakini kuna marafiki ambao wana mahitaji yao, wanapozidi kufuatilia masomo haya, nguvu ya ajabu itokayo juu ikawamulikie kwenye mahitaji yao, ukawaponye na magonjwa yao, ukawapatie haja za mioyo yao kwa kadiri ya mapenzi yako. Baba Mtakatifu, zidi kuwa nasi hadi wakati mwingine, kwa jina la Yesu naomba na kuamini, amina. Mwenyezi Mungu akubariki rafiki katika Kristo. Mwendelezo wetu wa vipindi vingine utapatikana kwenye page yetu ya YouTube Njia Salama ni Yesu ama Njia Salama Ministry hapo, lakini pia page ya Facebook ni kusifuatilie page yetu ya Njia Salama ni Yesu ama Njia Salama Ministry, ndio hiyo tu. Uweze kupata vitu vingi vizuri na kushiriki na wengine. Mambo yanakuwa mazuri pale ambapo tunatoa muda na kuchunguza wenyewe. Nikushauri tu uwe na vitabu kama Wazee na Manabii, Manabii na Wafalme, Tumaini la Vizazi Vyote, Pambano Kuu, Matendo ya Mitume, kitabu cha Roho ya Unabii. Utafanikiwa sana rafiki yangu. Asubuhi na jioni ndio vitabu vya kusoma hivyo. Usikose kufuatilia vipindi vijavyo. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda.